ni aje? Poa sana. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Juma Budalangi. Juma Budalangi. Kutoka upande gani Kenya? Busia County. Busia County. Ndio. Ulijipataje na Kuru? Kuru nilikuja katika hali ya kutafuta. Je, una familia? Nayo. Una watoto wangapi? Mke mmoja, mtoto wangu. Na wote wako shuleni au? Watatu wako shule, mmoja bado. So kwa hiyo dadi, niko na swali na wewe kidogo. Nilikuwa nauliza like kwa sababu umesema umeoa, si ndio? Hebu tueleze like maisha na safari ya ndoa iko vipi? Safari na maisha ya ndoa ni nzuri. Nzuri ni kuvumiliana na kung'ang'ana na maisha. So tueleze katika ndoa ni challenges gani mtu anapitia kama mwanaume? Challenges ni mingi. Kulingana na kazi ya jua kali vile unavyoijua. Umepata, umekosa. Lakini yote ni sawa kwa sababu hata ukose upate lazima watu waende choo. Hebu tuambie wakati ambapo umeenda kazini umekosa. Like familia wewe inakuchukulia vipi kama baba hao? Bado kuna challenges sababu labda wanataka kitu hauna. Wengine wataelewa, wengine hawataelewa, lakini inabidi waelewe sababu umekosa. Huwezi enda kuiba, watakuelewa. Kawaambia kesho, siku nyingine Mungu atafungua njia. Hivi that means you have a good communication na familia. Nayo. Okay. So hivi mke wako anachukulia vipi wakati ambapo umeenda kazini, maybe umekuja au kwa sababu watoto wanaweza kuwa wameelewa lakini mke wako haelewi. Kawaida yao, lakini inabidi pia aelewe kwa sababu huna, kama nayo asaidie, nyingine tutaongea hapo kesho. Sawa sawa. Hebu niulize. Like unachukulia vipi cheating katika marriage? Cheating kulingana na saa hivi ile kuko cheating itakuwa ngumu. Kwa sababu cheating kusema uende nje ni mfuko, utaumia. Na hiyo mfuko hakuna kitu inatoboka. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kucheat. Sasa hebu useme kama mwanaume, wewe unasema kucheat ni ngumu kwa sababu maybe ya kifedha, si ndio? Lakini let's say kama umepata mke wako amecheat, wewe utaichukulia vipi? Mimi kulingana na mimi sitasikia vizuri sana, lakini sio vyema a cheat na mimi simcheat. Hivi ukipata na kucheat utafanya nini? Ukipata ananicheat. Waendelee na huyo na mimi niendelee na shughuli zangu. Ama aende mimi nibaki na shughuli zangu. Nibaki na watoto nilee naye aende zake. Sababu sasa tutaishi katika hayo maisha. Kwa hiyo unamruhusu anaweza enda na huyo mtu ambaye anacheat? Atakuwa free. Kwangu mimi. Sababu kuliko kuishi na yeye itakuwa ni mgorogoro na kuna mmoja anaweza kuumiza mwingine. Sio vizuri. Hebu niulize, unachukuliaje ile swala ambalo unapata kuwa mwanaume ndio kila wakati yeye ndio mtu ambaye anatumika ile like ana provide kila kitu? Yes, katika familia. Wewe unachukulia vipi? Ndio, lakini upande mwingine wanatuumiza kwa sababu kulingana na maisha ya sasa mnafaa msaidiane kama familia, mke na mume. Mke akipata 5, mume akipata 5, mke pia wekelee zake 5, muendelee pamoja. Hivyo ukipata mwanamke ambaye huwa atoi 5 na wewe pia wewe kama unatoa 5 yeye atoi 5, wewe unachukulia vipi hiyo? Ni sawa, itabidi wavumilie yangu kidogo yenye ninayo. Kwa hiyo sio lazima. Sio lazima itabidi wavumilie yangu kidogo yenye niko nayo kwa sababu unavyowajua wanawake kutoa kwao ni ngumu. So let's say wewe uko na shida fulani, unahitaji maybe asilimia fulani ya fedha maybe na mke wako maybe pia anafanya kazi. Je, unaweza enda kumwambia kwa una tatizo akupe pesa fulani kwa sababu usheke ile msingi kuwa wewe ndo utakuwa unatoa kila kitu. Yeye yake ni yake. Sasa hapo unajua pia ukimwendea itabidi hiyo ni kumkopa tamkopa. Kawaida yao unajua ukishakupa pesa hiyo ni deni. Kwa hivyo akikubali kukupa na wewe ukubali kurudisha.
So kwa hiyo unamaanisha yako acha itoe, wewe unampa bure. Kwa sababu yake ni kama anakukopesha. Hivyo hivyo. Sawa sawa, mimi nakuelewa. Tunaenda vizuri. Sasa swali langu ni je, unaweza kumwoa mwanamke ambaye already ako na mtoto? Mimi nako na mtoto. Ni sawa, hamna shida. Sababu labda hata mimi nimepia hayo maisha. Ni sawa. Hamna shida. Hivi unachukua mtoto kama mtoto wako unamsomesha mpaka awe mtu mkubwa, au unasema yes uko na yeye lakini baby daddy ndiye ataprovide mtoto? Nikiishi naye itabidi nimshughulikie. Sababu nikisema ni baby daddy, itabidi mamake pia atakuwa akitembea huko. Sababu akiprovide, unavyojua wanaume na wanawake, mwanaume atataka umie mfuko hata kama na provide mtoto na mama mtoto uko na yeye, itabidi amtembelee. Sasa hiyo unajua akimtembelea itakuwa ni kugonganisha. Kwa hivyo mtoto ni mlee, mchukue kama wako. So kumaanisha uwezo ukaruhusu mke wako au mpenzi wako ende au anaongea na baby daddy au anaona mtoto wake? Wanaweza onana ama wanaweza tembeleana, lakini pasipo mimi kujua. Kwa hiyo uwezo ukaruhusu anaenda kumuona kama ajui, kama yani wewe ujui? Si vizuri. Si kulingana na vile kuko, sio vizuri, kwa sababu upande mwingine ni kama mtakuwa mnasaidiana watu wawili. Si vizuri. Si vizuri. Kwa hiyo kama baby daddy anataka kuona mtoto, je, utamruhusu aje amuone kwako au mtoto apeleke kwa baby daddy? Mtoto labda wakati mamaka ataenda kule nyumbani, ama kama ako nyumbani ama mahali popote, huwezi mkataza. Lakini sasa kama baby daddy anataka kuona mtoto, usachukua akae na yeye. Aenda akae na yeye akamuona. Aenda akae na yeye. Kwa hiyo akae na yeye alafu atamrudisha. Sasa hiyo sasa nataka kumuona kuliko akujange kila mara anataka kuona mtoto, anataka kumaanisha huyu mtoto ni wa maana kwake, akae na yeye. Vipi kama mama yake mzazi hataki mtoto aenda akae na baby daddy? Kwa sababu wanasemanga mama ndo mtu ambaye akikana mtoto atakuwa vizuri. Kwa sababu unajua wanaume tuko na shughuli 1 2 3. Basi ni hawachane na baby daddy. Kae naye na mtoto kama mimi. Okay. So swali lingine nitakuuliza. Hebu niambie kwa mwanamke ambaye maybe anasema yuko ready kuolewa, anafaa kuolewa katika umri gani, na mvulana pia anafaa kuoa akiwa umri gani, atakuwa tayari yani hapo akiwa umri? Kuoa ama kuolewa inategemea na kisasa. Kuna mtu amefika miaka 40 anasema bado sijafika. Kuna mwanamke amefika mpaka 30. Na unajua mwanamke kuolewa kuzuri kuanzia miaka 18, 20, 25. Pita 25 kuendelea mbele, hapo sasa ni 50-50. Hiyo atapata, lakini atasumbuka kidogo. Na wale wanawake ambao unapata maybe wanasema mimi sitaki kuolewa mapema mpaka nifikishe 27 ama 30, kwa sababu maybe anaenda shuleni au maybe anataka kumaliza masters. Watu kama hao, wasichana kama hao, unachukulia vipi hiyo sana? Si mbaya, lakini mwisho kuleta shida. Kivipi hapo? Sasa unajua 27 amebaki miaka ngapi kufikia 3. Watakana huyu mwanaume muda kidogo sana aanze kumdanganya, kumcheki, yenye mnasema kumcheki. Sababu ashafikisha 30, anaanza kwenda kufikisha 35, hiyo mambo anaanza kusema sio lazima. Sasa na unajua bado mmemuoa, amefikisha 30 na bado anataka kusoma. Kwa hivyo hamtakuwa na uhusiano sana. Sasa hivyo ndio napata ndoa labda haidumu ama haikai. So kwa hiyo unasema mwanamke anafaa kuolewa mapema. Anafaa kuolewa mapema. Okay. Na mwanaume anafaa kuoa akiwa na umri gani? Mwanaume pia ndio aoe, anafaa awe mapema, lakini sasa kulingana na mwanaume, kwa sababu yeye ndiye anataka aoe ili aweze kuprovide. Kwa hivyo anataka kuwe machua na pia ajue vile atakavyopata mapato ya kulea familia. Kwa hivyo kuanzia miaka 30 hadi 25 inategemea, sababu kuna mwingine anaweza maliza shule na aoe na labda asaidiwe na wazazi, ama kuna ule mtoto chap amemaliza form 4
ameingia kwa pikipiki, ameamua baba, mimi nataka kuoa, lakini yeye mwenyewe atafanya nini? Atajilea na mke wake. Sasa inategemea na akili ya mtoto. So kuna wale ambao wanaweza kulea watoto wao wakiwa na umri mdogo, wanaweza lea kulingana na vile wameumbwa na akili zao pia. Sababu naona mtoto amemaliza form 4. Kuna mtoto hata akiwa form 3 ataambia baba, bwana, mimi nimechoka kukaa na nyinyi, wacha nitafute nyumba ya. Ndio atakuwa anaitisha mzazi msaada, sababu akiwa form 3 unajua baada ya shule unamlipia school fees. Labda akifika kitu kama Jumamosi ama holidays amepata kibarua hivyo na mjaa nyumba mara mbili hivyo kidogo. Kwa vingine akifanya hiyo kibarua kifunga shule amepata pesa, analipa nyumba na anaendelea hivyo. Sasa huyo mtoto kabla malize form 4 atakuwa amekomaa. Sasa hata akioa anaweza jilea. Swali la mwisho nilikuwa nataka nikuulize. Hivi unachukulia hili swala la wasichana kudate wa baba au vijana na date wa mama, unaichukulia vipi? Ni swala nzuri au ni kitu ambacho unaona si kizuri? Si nzuri kwa sababu unajua wasichana kudate wa baba ni vijana wamekosa pesa, vijana wanakuwa hongo, kijana ako na msichana huyu, ako na wasichana 10 ama zaidi. Sasa huyu msichana naona huyu jamaa ananichezea. Umekuja kumtembelea na rafiki yako, msichana amekuja kutembelea rafiki yake na msichana amekuja kutembelea boyfriend na msichana mwenzake, wanaenda hivyo. Baadaye msichana na rafiki ya ule girlfriend wako wanakutana, wanapeana manamba, tena unapata tena wanaenda pamoja. Sasa unaona wasichana wanaona heri baba amekomana. Sasa shida ni kwamba wanaenda kwa baba mwenye amekomana, anaenda kwa rika ya babake ama rika ya babu yake, ambapo si vizuri. Lakini kuna wale ambao wanasema kuwa eti maybe wanatafuta kazi wakomboka. Wewe unaonaje hilo swala? Let's say uko na mtoto ambaye maybe ako na baba lakini hujui. Unaona analeta maybe sukari nyumbani, analeta chumvi, lakini hujui mali ya pesa inatoka. Hiyo wakati ambapo unajua, unaweza chukulia hilo swala aje? Hilo swala ni umuulize vizuri unatoa pesa, sababu kuna kazi. Anakusaidia wewe kama mzazi. Itabidi umuulize. Na alafu kishajua sasa mali anatoa pesa, utachukuliaje sana? Kwa sababu yeye anakusaidia wakati ambapo uko chini. Akiwa anaenda na baba ndiye alete hiyo pesa ya shopping na nini? Nimekuwa nikimlea vile hiyo. Yakae tu kule ile kidogo ambayo ninapata. Tunataka alete 5. Hii 5 nataka itoke wapi? Nimesema mke sio mwana, sio mtoto. Mtoto ni akae tu awachane na wazee. Sababu najua mtoto pia na mahitaji yake. Mtoto akienda na baba mzee, akienda na baba mzee rika babake, si vizuri. Kuna let's say unaona kama hapa university unapata mtoto umemtuma shuleni enda kasome, lakini ya vitu ambavyo anaenda kufanya unapata anatembea na baba, anaenda klabu, anakunywa pombe. Wewe kama mzazi hilo swala unalichukulia vipi? Sasa si swala mzuri. Sasa tutalaumu wale wazee wanaochukua watoto, sababu wewe kama mzazi uko na watoto kwako. Je, ukapata mtoto wako ameenda na rika yako, utasikia namna gani? Pia utasikia vibaya, na huku unasahau ya kwamba unatumia watoto wenyewe pia vibaya. Kwa hiyo kila ambacho unachopanda ndicho utakachovuna. Kwa hiyo kwa wale ambao maybe hawajaoa au maybe wajaingia kwenye ndoa, unaweza wapa advice gani hao vijana ama wasichana ambao wanatembea na baba au wanasema wakomboka? Anything yenye unaweza waambia mtu? Waachane na mboka, wasome kwa bidii, wataendelea kule mbele, sababu najua mzazi anaumia kule kwenye hapo, anamlipia nini, hata kama ni madeni amekopa, lakini mtoto amefika shule ameanza mboka yenye haieleweki ni mboka gani. Kwa hivyo niachane na mboka, asome kwa bidii, Mungu amjalie kule mbele apate kazi, asaidie wazazi. Achane na mboka. Asante sana, tumesikia maoni yako.